Hii ni simulizi nzima ya Mke Mwenza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hivyo, sogeza glasi ya juice na uitazame. Fatuma, njoo umsalimie mke mwenzako. Habari za mchana. Huyu ni Halima, amebeba mimba yangu. Nyumba ni nzuri mpenzi, ndogo lakini imejengwa vizuri. Kwa kuwa hukuweza kunizalia mtoto, nimekuja na huyu ambaye atanizalia. Lazima umechoka. Ngoja nikuletee maji. Atakupikia, atakusafishia. Wewe hutakiwi kufanya kazi kwa sababu umebeba mfalme wa nyumba hii. Bila shaka. Fatuma, feni hii inazunguka polepole sana, iongeze spidi. Remote ipo pembeni yako. Nimesema iongeze. Asante. Ujauzito sio rahisi, huwezi kuelewa. Unapaswa kunywa maji mengi, yanasaidia uvimbe. Unanipa ushauri kama nani? Mwanamke asiyeweza kushika mimba. Ngoja nikwambie kitu, nyumba hii imebadilika. Mwanangu akija, mambo yataenda tofauti, hutakuwa mama wa nyumba tena. Kumbe. Ndiyo, Ochu tayari alisema, baada ya kujifungua, tutakarabati nyumba. Au labda uondoke kimya kimya, kabla mwanangu hajaanza kumwita mwanamke mwingine mama. Usijisumbue, msongo wa mawazo si mzuri kwa mtoto, unawaza sana. Zoea kunitumikia, baada ya yote hukuweza kumpatia mumeo mtoto. Furahia uangalizi huu wakati bado upo. Chakula cha jioni kiko tayari. Kinanukia vizuri. Kina pilipili, ni ya kawaida kama unavyopenda. Nini? Sipendi. Si alikuambia hapendi pilipili? Sio kwamba kina pilipili, ladha yake tu haiko sawa, siwezi kula hiki. Fatuma, nenda ukapike kitu kingine, yeye ni mjamzito. Unataka kitu kingine? Labda viazi vikuu vya kukaanga? Fanya haraka. Sawa, ngoja nikapike. Fatuma, utakuwa umekosea nyumba binti. Hapana, nyumba sahihi, labda wewe ndio sio sahihi. Fatuma, kuna nini kinaendelea nje? Napika. Nilimwona sebuleni kwako mjamzito. Ndiyo. Hayo ndo majibu yako? Hakuna mwanamke wa kuchukua nafasi yangu. Basi kwa nini unajifanya kama mfanyakazi wa ndani katika nyumba ya baba yako? Endelea kutizama huu mchezo. Hii si Netflix, ni nzuri zaidi ya Netflix. Una mpango gani? Chakula cha jioni. Fatuma, lazima umwache huyu mwanaume, bado wewe ni mdogo. Kipenzi, usijali, najua ninachofanya. Ngoja nimalize kupika, twende tukale. Hivi karibuni ukweli utajulikana. Mke mpya wa mwanangu amebeba mimba mara moja. Nahitaji kujiandaa kwa kupokea mjukuu sasa. We Fatuma, ina maana hujasikia kengele ya mlangoni? Nenda ukaangalie nani aliye hapo. Sawa dada. Oh mama, hukuniambia kama unakuja. Je, lazima nitangaze kabla ya kuingia kwenye nyumba ya mwanangu? Hapana mama, sio hivyo nilivyomaanisha. Nimekukaribisha tu. Karibu mama. Umekuwa mrembo kushinda wanawake wa Gumba. Ngoja nikaweka haya mabegi chumbani. Karibu ukae mama, najua umechoka na safari. Siwezi kuchoka wakati nina mtoto wa kiume ambaye ni jembe. Rafiki yangu, hongera, mke wako anakaribia kujifungua. Sasa umeingia level nyingine, umekuwa mwanaume kamili. Sasa naelekea kuitwa baba. Mtoto wangu anakuja. Baadhi ya miti huota tu kwenye bustani bila kuzaa matunda. Lakini asante Mungu, nyumba hii haitakauka tena. Mama usijali, mjukuu wako anakuja akiwa na nguvu. Angalia anavyong'aa mwanangu. Inaonekana yupo karibu kuja duniani. Baadhi ya wanawake wanapaswa kujifunza jinsi ya kumtunza mwanaume. Tumbo langu linauma! Kuna nini? Mpigeni dereva haraka, tumpeleke hospitali. Letea mabeki mbio. Hongera, umepata mtoto wa kiume mwenye afya. Oh mwanangu, Mungu ameikumbuka nyumba hii. Mtoto wa kiume. Mtoto mwenye nguvu baada ya miaka 6. Nimefurahi, sasa naitwa baba. Ni lazima kesho nifanye sherehe. Nataka mtaa mzima ujue kama nimepata kidume. Nachukua nafasi hii kuwashukuru nyote mliohudhuria kwenye sherehe hii. Sasa tunawakaribisha wageni watoe zawadi. Leta. Nani ataanza? Nitaanza mimi kwa sababu naipenda familia hii na kutoa zawadi itakayotukumbusha ukweli. Anafanya nini huyu hapa?
Kabla hatujawana, tulifanya vipimo vya afya. Ochu hukuchukua majibu yako. Haya ni majibu kutoka hospitali. Inaonyesha ugonjwa wa utotoni uliharibu uwezo wako wa kuzaa. Wewe mchawi! Umefanya nini? Hii ina maana gani? Ni chawi. Unathubutu kunidhalilisha hapa? Nataka tu ukweli. Huwezi kuondoka hivi Fatuma. Naweza, na ninaondoka hivi. Sasa ukiondoka kwenye nyumba ya mume wako utaenda kuishi wapi? Hapana mama, ile ni nyumba ya baba yangu. Ndoa haivunjwi kwa sababu ya aibu. Watu watasemaje? Ochu hakufikiria watu watasemaje kabla ya kufanya uzinzi. Tafadhali Fatuma. Mumeshachelewa. Na kuhusu ndoa, nimeanzisha mchakato wa talaka leo asubuhi. Ulimlea mwanao kunilaumu kwa kile alichokosa. Mimi nililelewa kujua sitabembeleza mahali ninapodarauliwa. Wewe na mwanao mna wiki moja muondoke. Nimemaliza. 3 days later. Utake usitake, huyu ni mtoto wako Ochu. Huo ni uongo. Unataka nijiwe? Jiwe tu. Umerukwa na akili? Nilifanya vipimo mwaka huu. Inaonyesha mimi sio baba wa mtoto. Na hilo linanihusu vipi? Unamaanisha nini alikuhusu? Miujiza hutokea kila siku, mtoto ni wako. Ukubali usikubali. Hii kelele tena ni ya nini? Mmekuwa mkigombana karibu wiki nzima. Mama, huyu mwanamke lazima aondoke. Sitaki kusikia chochote kutoka kwake. Niondoke nyumba gani? Nitaenda wapi? Si ulisema nyumba hii inahitaji mtoto? Sasa mtoto amekuja umeshtuka? Mimi siondoki popote. Mama, yote yalianza kwa sababu uliendelea kusema mke wangu ni tasa. Wewe ndiye ulileta wazo la kuoa kwa siri. Usiniingize kwenye upuuzi wako. Nilikwambia tu, sikukulazimisha. Mimi sihusiki kwenye matatizo yako. Hapa utaondoka tu. Mkutano umeanza tayari. Hamjaondoka bado? Mnakumbuka niliwapa wiki moja muondoke nyumbani kwangu. Fatuma, nisamehe. Hakuna visingizio. Mnatakiwa muondoke sasa. Fatuma, sipo tayari kukupoteza. Nakupenda. Umeshachelewa. Kila mtu hufanya makosa. Tusamehe. Msilazimishe nianze kuongea bila heshima. Tokeni nyumbani kwangu sasa. Nitakufuata popote unapoenda. Naam, mimi pia nitakufuata. Mwisho umefika. Sasa wewe ni single. Nimekuwa single muda mrefu. Single, lakini nikiwa nimeolewa. Ngoja nikupikie kitu ule. Hapana, twende tukasherehekee. Hii inahitaji